Kupendana na kufarijiana sisi kwa sisi. Namba 2, kupendana sisi kwa sisi. Namba 3, kutiana moyo wakati wa misiba na kuzikana. Namba 4, kujuliana hali na kutembeleana wakati wa magonjwa. Namba 5, kushirikiana na wenzetu wakati wa furaha. Namba 6, kuombeana na kuchukuliana mizigo siku kwa siku, sisi kwa sisi. Namba 7, kuhakikisha kanisa lako linaongezeka kiidadi. Kwa hiyo tumetembea, mara ya kwanza tumejifunza kujengana na kufarijiana, tukaangalia vitabu. Hapo tushatoka, tukaja kupendana sisi kwa sisi. Hapo tumetoka, tukaja kutiana moyo wakati wa msiba na kuzikana. Hapo tukatoka, tukaja kujuliana hali na kuombeana wakati wa magonjwa. Nafikiri tunakuwa tulishia hapa, si sawa na Mungu? Kwa wale ambao tulikuwa wote, si sawa? Sawa. Kwa hiyo tunamalizia sasa kipengele cha 5 na cha 6 na cha 7. Naomba nikimbie haraka sana hapo tumalize. Kwa hiyo namba 5, kushirikiana na wenzetu wakati wa furaha. Kushirikiana na wenzetu wakati wa furaha. Kumbuka, kichwa ni wajibu wa kila mshirika wa kanisa la mahali pamoja. Ndo somo. Kwa hiyo hapa namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5. Kushirikiana na wenzetu wakati wa furaha. Wana wa Mungu, ni vizuri kama kanisa la mahali pamoja wenye kujua wajibu, kufahamu kuwa mtu anapoweza kujifungua, hiyo ni furaha. Mtu anapojenga nyumba, hiyo ni furaha. Mtu anaponunua gari, hiyo ni furaha. Mtu anapofanikisha kupata biashara, hiyo ni furaha. Mtu anapobahatika kuoa, hiyo ni furaha. Sawa, wana wa Mungu? Kwa hiyo lazima tushirikiane na wenzetu wakati wa furaha, kwenye matukio mema. Kumbuka, huko nyuma tumejifunza, kwa wale ambao hawakuwepo siwezi kuyarudia, tumejifunza kujuliana hali na kuombeana wakati wa magonjwa. Hapo tulijifunza namna ambavyo mtu unaweza ukachukua mzigo kumwombea mwenzako unapoweza kusikia kwamba anaumwa. Tukajifunza, tukaangalia, na mwishoni kama nilitoa swali kwamba asilimia ngapi mtu anaweza kumuombea mwenzake. Hapo nikauliza swali la hivi. Sasa naomba nirudi niongezee tena sasa swali lingine kwa hii somo la leo, kwamba kushirikiana na wenzetu wakati wa furaha. Ni wangapi wanaweza kufurahi mwenzake amefanikiwa? Anaweza sasa. Naomba nirudie sijaeleweka swali. Ni wangapi wanafurahi wenzao wanapokuwa wamefanikiwa? Mungu awabariki sana. Ni Jumapili, ilikuwa Jumapili nilisema kwa wote mlio hapa pamoja, muulize swali gani? Kwa mshakuja kwetu? Bana, unapafahamu kwangu? Ndio ilikuwa swali. Unapafahamu kwangu? Wakasemaje? Wewe alisema hapana. Wewe alisemaje? Sasa bahati mbaya hii mmekaa pamoja. Haya, eti mama Sinyo. Hao unapafahamu kwangu? Pajui kwani. Kwa nini kwa wakati ni ndugu yako? Huyo ni ndugu yako. Kwa nini kwa tu? Sio ndugu. Sasa ndugu yako nashukaje? Ndugu yako unaweza kuwa naye kwako na kupajui. Ndugu yake kwako upajui? Unapajua kwani? Yuna muona leo. Tuko naye miaka mingi.
unakaa naye wala hata umjui kwake, na leo unamuona ndugu yako. Sijajua kama hili somo mnanielewa, wana wa Mungu, mnanielewa vizuri kabisa. Kuja kaa hapa leo, lakini unakaa na wapi? Unakaa mule, lakini hapa ni wapi? Ni kanisani ambapo anakusanyika yeye huyu. Ndo hapo leo unatakiwa mtuane. Leo ukitoka kwenye bado wende kwake. Haleluya. Kama ndugu kweli, wana wa Mungu, kama ndugu yako, kwa unakuwa kwamba hupajui kwake. Leo anasema ndio namuona kanisani, wakati mimi mchungaji namjua. Tunaona tatizo la kwa hiyo maana yake ni wale ndugu wa kanisani. Hapana, hatuwezi kuendelea kuwa ndugu wa kanisani, hapana. Sasa sasa unamuombea. Na leo tumesema hivi, ni wangapi wanapenda ndugu yake kufanikiwa? Sasa ndio huyo kama ameshafanikiwa. Ulipoombea. Unapoombea, nilifundisha kama ni vizuri tutambuane majina. Tutambuane majina. Kama umesahau kutambua jina la mshirika mwenzako, umtambue cheo. Mama fulani, baba fulani. Unapokuwa muombea katika cheo chake, lakini unataka kujua hata kwenye maelezo yako ya maombi ya Mungu, kwa kweli jina lake simfahamu kabisa, tunamjua kwa jina cheo chake, baba fulani, mama fulani. Napo mbariki, muwezeshe kufanikiwa. Unaona tuna mchango wa marumaru, lakini sijajua kazi yake. Ukimtamka mtu wa jina, tulijifunza tukaangalia namna ambavyo watumishi waliokuwa wanawaombea kwa majina yao. Bahati mbaya hamuhudhurii bado za katikati. Jina lina nguvu. Ndio maana wewe unaitwa. Tulijifunza kwa mwalimu aliyetangulia, tulijifunza hata majina maana yake. Na kwamba kwenye jina lako, angalia siku ya kuzaliwa na siku ya kupewa jina. Je, ulipewa jina baba yako amelewa? Ulipewa jina baba yako amekuwa kwenye uzinzi au mama yako amekuwa kwenye uzinzi? Ulikomae. Ndio maana unaona kwa matukio ya watu tukasema wamejikuta wanabebeshwa majina ya shida zao. Mtu anasema kama mimi naitwa Babu, kumbe mama yake na baba yake walikuwa na shida. Mama yake anapojifungua anapata shida. Sasa anakuwa operation hapo na kutoka mtoto masumbuko. Sasa masumbuko na kujenga na shida yako. Baba anachukua uso wa kanisa. Hilo lazima tikuni komboe, maana shida ilikuwa ya mama yako, ndiye alikuwa anahangaika, anababa kama panya. Sasa wewe masumbuko na wewe unateseka nini? Ili kuhusu nini? Mimi ninaitwa, kwa kweli mimi ninaitwa ya sikujua. Ndio jina langu. Sikujua, maana yake alibeba mimba hataki. Sasa kwa sababu alibeba mimba yeye hataki. Sasa kwa bahati mbaya mimba imeingia. Lakini kwa sikujua, kwa mimba imeingia. Sasa ni husu nini? Nikomboe. Ni vizuri wana wa Mungu wakati unataka kuombea na unafurahi afanikiwe, basi muombee. Lazima tushiriki baraka za watu wengine. Na mtu alifanikiwa, wewe umefanikiwa kama ndugu. Na kama hujafurahia kufanikiwa kwa mwenzako, basi wewe bado una shida. Na ni wachache kabisa kwenye ulimwengu wa dunia hii wengi kufanikiwa, wengine wanafurahi. Bwana anasema ni wangapi kabisa wanapomwona amekuja kitenge kipya anatoka nje na nani au kakao ni kabla hapo kwa watu kabla atoka na nani wangapi wanaishi kwa wangapi tu wanafurahi wanapomwona amepaka nguo kabla wanafurahia kama ametoka kwa hiyo vizuri. Ongea kwa kweli, wenzangu, mmependeza.
Mangapi? Wengine kinawauma mpaka wanasema kwenye ulimi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 2. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 2 mstari wetu ule wa 11. Naomba mmoja asome. Soma. Sura ya 2 mstari wa 11. Biblia inasema, ndio, wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea humo dhahabu na uvumba na manemane. Nao ishia hapa. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mama yake, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni vizuri ushirikiano hata kwenye furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kanisa hili hapa ambaye sijawahi kufika kwake amejifungua nikatoa manemane na nimesema andoshe mkono, basi sijawahi kufika kwake amejifungua. Kama mnyoshe mkono. Sijawahi. Lazima nifike tu. Sasa kwa mama ndogo wenzangu wamefika, tunyoshe mikono. Wangapi tumefika kwa mama ndogo? Tukaka somo leo ni kazuri. Sawa? Amen. Akasomo nika nzuri. Hivi nani mwishoni ameleta kachanga tena? Alishukuru mwishoni tena hapa alikuwa nani? Mama Wajela, okay? Mama Wajela simama mama. Ni wangapi mmefika kwa Mama Wajela kumpa hongera? Marafiki. Yaani wote hao wanaonyesha mikono ni marafiki wa Mama Wajela. Wote hao wanaonyesha mikono ni marafiki wa Mama Wajela. Haleluya. Niwaambie wana wa Mungu, Yesu wakati amezaliwa walienda nyumbani kwake. Walipofika nyumbani kwake wakamuona mama yake ameacha katoto. Wanasema hivi ule mstari wa 11. Haleluya. Amen. Anasema kwamba wakaingia nyumbani wakamuona mtoto. Mtu cha kwanza ni kuona mtoto aliyezaliwa wa ndugu yako. Tunajifunza wajibu wa mshirika wa kanisa la mahali pamoja. Huyo mshirika wa mahali pamoja, tukijua wajibu wana wa Mungu, sisi tumejifunza kutoka huku mwanzo kwamba ni kutembeleana wakati, ni kutengana na kutiana moyo sisi kwa sisi. Sasa moja wapo ni hii, wakati wa furaha tushirikiane. Tukishirikiana
Kuna watu wengine humu anaweza kumaliza wiki hajapata mgeni, anaweza kumaliza mwezi hajapata mgeni. Na kuna watu wengine mimi nilikuwa kuwatembelea wakajidai, wakasema kwamba yeye umefanya vizuri, hata wajirani kama wao watakuwa wameona kama na mimi nina ndugu. Yaani mtu anafurahi unapomtembelea majirani na watu wengine wanaona kama huyu ana nini? Ana ndugu. Mpe mkono jirani yako, mwambie sitarudia tena. Haleluya. Ni kwamba wana wa Mungu, hebu waangalie mthamani wa ndugu. Ni kweli kabisa yale tunayohubiri kwa tunayatekeleza kwamba sisi ni ndugu. Wana wa Mungu, sisi ni ndugu. Naomba nirudie, hujaelewa. Wana wa Mungu, sisi ni ndugu. Kwa sababu naona tuko kwenye nyumba moja, tumekaa kwenye kiti kimoja,